Lakini kuna maisha mengine yamefichwa ndani, maisha ambayo utacheka juu lakini ndani hauna maisha. Revelation inasema uko na jina kama mwenye anaishi, lakini kumbe ulikufa kitambo. Ni roho ikifa. Usiwahi kubali roho yako ikufe wala ifinyiliwa na mwili, sababu mwili ulishafika. Roho ndio inaenda kwao. Roho haijaifika. Roho inavurutana na mwili. Mwili unakwambia usiruke, roho inakwambia ninataka kuruka. Mnanielewa? Sasa maisha ya mwili yakiinuka yazidi ya roho, utakuta roho yako imefinyiliwa na ikufika mbinguni. So kuna roho ambayo mtu husema nimevujika roho, na kuna roho inasema nimekufa roho, na kuna roho inasema roho yangu haina nguvu. Unanielewa? Nimekuwa nikienda magereza hii mwezi wa 3 wote, hata hapa KISII tumeenda gereza. Siku ya kwanza tulienda gereza. Mission yetu imekuwa ni magereza, na wale watu tumekuwa tukiongea na wao ni kusema mtu anaweza ibiwa. Unajua ile gari iko pale inaweza tembea bila miguu peke yake, inaweza tembea bila steering, inaweza tembea bila gia, na engine haiwezi tembea. So wewe uko na kazi ulipewa na Mungu, na kazi yenye ulipewa na Mungu ni kubeba Mungu ama kubeba shetani. Mambo ni mawili, kubeba Mungu ama kubeba shetani. Wewe ni gari, unaweza amua leo nabeba shetani, unaweza amua leo nabeba Mungu. Unanielewa? Tunaona mtu akiwa kwa bafu akichungulia akasema sasa mimi naweza beba shetani. Yaani mtu ameishi kubeba Mungu. Unanielewa? Akachungulia kwa dirisha akasema namtamani yule mwanamke. Sasa alibeba nani? Shetani. Tunaona mtu mwingine akimkana Yesu. Sasa alimbeba nani? Paka Yesu akasema shetani nyuma yangu. Sasa nikiwa pale nikauliza, mbona mimi na si kawaida yangu kuwa mwili? Mbona mimi niko mwili? Nikaambiwa nitakapokuja hapa niwafundishe mambo ya mwili. Mwili ni kitu kinapiga roho kabisa. Kule ninakaa kuna paka moja jirani na kuna paka moja mwenyeji. Sasa paka jirani akija nikadogo kanaumwa paka, nikaambia huyu paka ni nini anauliza huyu? Nikaambiwa hataki jirani. Unaona? Anamfinya. So nikusema ya kwamba wewe nikaambiwa nikuje tuongee juu ya Simon Peter. Unaona, Simon Peter ni mtu alibeba roho ya Mungu, si ndio? Paka Yesu akauliza, walikuwa 12, akauliza nyinyi mnasemaga mimi ni nani? Wakasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni nani? Ni Musa. Wewe ni nani? Wewe ni Elijah. Akasema tuachane na nje, hebu tuseme hapa ndani mnasema mimi ni nani? Basi alijua anaenda kufa na alikuwa anataka nani nitatrust, lakini ule angetrust ni ule yako na roho yake. Unanielewa? Mungu akamwambia utaenda kuondoka dunia na utachukua funguo. Basi hii funguo utaachia nani? Unanielewa? Hii funguo utaachia nani? Akaambiwa waulize swali ambalo mwenye atajua ni yeye ataachiwa funguo. Kwa hivyo akasema nyinyi mnasemaga mimi ni nani? Wengine wakainua mkono wakasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Mwingine akasema wewe ni Masihi. Mwingine akasema wewe ni kama mwana wa Mungu. Lakini wengine wakasema ni Yohana Mbatizaji. Siku moja nilienda Israeli. Mpaka wa leo kuna watu wanasema Mungu wa Elijah, hawataki Mungu wa Yesu. Kuna wengine wanasema Mungu wa Musa. Kuna bado watu wanasema Mungu wa fulani, Mungu wa Elijah. Unaona mahali Elijah alitoa dhabihu, akasema tuamue ni Mungu mgani mtaabudu. Ukitaja Yesu anaonaga wewe ni kubafu sana. Unaona? Lakini huyu Simon Peter akasema wewe ni Masihi. Akasema haya, nimepata mtu ambaye amejua hii siri. Unaona? Akasema nimepata mtu amejua hii siri. Walikuwa 12. Akasema nimepata mtu ambaye anajua hii siri. Unanielewa? Nimepata mtu anajua siri. Akamwambia
akaanza kumpea siri zake. Mwana wa Mungu atakufa na siku ya 3 atafufuka na atapigwa mijeredi na atateswa. Huyu akamwambia aje? Alimwambia wacha kusema utakufa. Wacha kusema utakufa. Behind me is Satan. Unaona, walikuwa usiende, walikuwa marafiki mpaka kiwango fulani. Hakukuwa kubafu ampende mpaka wakati anafunga ndoto zake. Unanielewa? Alijua wewe umejua mimi ni nani aje. Kwa hivyo ndani yako si wewe. Ndani yako nitajenga kanisa. Na kanisa lenye nitajenga milango ya kuzimu itaingia. Lakini wakawa marafiki wakaanza kuwapiana siri. Yesu amepata rafiki, hakuwa na rafiki. Kaanza kumpea siri zake. Akamwambia huyo mwenye umesema ni mimi atateswa na atakufa na atateswa na atatemewa mate na siku ya 3 atafufuka. Usiseme utakufa. For this reason I came. Unanielewa? Sasa ni kusema ya kwamba ile ndoto zangu, najua rafiki yangu hata tukitembea na yeye kuna mahali anakwamisha ndoto. Kwa sababu Yesu alisema kwa sababu hii ndio nilikuja. Unanielewa? Sasa makosa yako ni wakati rafiki yako amegeuka na ugudui kamwe. Unaona tu ni rafiki, unaendelea kumpa siri na ameingiwa. Unanielewa? Sababu kile Mungu amependa, shetani amependa. Sijui kama mnaelewa. Unaona, rafiki wenye umempenda ndio shetani naye anapenda. Diposa Mika 5:7 inasema usiamini mtu. Usiamini. Yesu alipotoka mlimani Matthew 10:17 akasema ogopa mtu. Mbona Yesu angetuambia tuogope shetani? Unaona, Yesu alifaa kutuambia ogopeni shetani juu amekuja kupiga shetani. Lakini alipokuwa mlimani aliona ameshinda shetani. Lakini alipoteremka chini hakushinda, walisema Barnabas. Na amekaa na wao wamekula pamoja mpaka akawaibia wimbo. Enyi watu wa Mungu, enyi watu wa Mungu, nimewatenda nini? Mnanipigilia misumari na ile nyungongo. Eloye, Eloye, Mungu wangu Eloi, lama sabakthani. Unaona, ni kwa sababu watu wengi hawajajua shetani anatafuta rafiki ya huyu ni nani nimuingie. Unanielewa? Anatafuta nani wa karibu na wewe amuingie. Matthew 10:34 Yesu alipoambia mtu ogopa mtu, arudi akamwambia aje? Akamwambia adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Mnanielewa? Kwa nini? Shetani hatumiagi stranger. Shetani hawezi tumia stranger. Kama shetani anataka kuvamia Don Mandel, atatumia mimi. Juu ni mimi niko karibu na yeye. Unanielewa? Ama Otema, ama Ruth, ama wao wenye tumekuja nao, hawezi tumia nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi hamjui vizuri. Unanielewa? Na hata umwa sana. Anatumia mwenye anakujua sana. So jana nikiombea watu hapa, sauti iliniambia kitu hamjui. Ni wakati rafiki yako ameingiwa. Kupima roho. Unaona, kupima roho, pima roho ya mtu. Huyu ni mwenye tumeamka na yeye ama ni mtu mwingine? Unanielewa? Kuna wakati mimi nikipima roho na kutaka shetani leo ameprepare mtoto wangu ndiye chombo chake. Unanielewa? Shetani anaweza tumia anything. Kama alitumia Judas anaweza tumia anything. Mnanielewa? Tutafanyaje sasa? Tutafanyaje? Unaona ile gari kama haina miguu, kama ile gari ina miguu, si haiendi mahali. Sasa Mungu alituambia aje? Niabudu mimi. Sina kila kitu, na akili zako zote, na roho yako yote, na hisia zako zote, na mwili wako wote. Unasikia vitu 4? Sasa shetani akija atoe kitu kimoja,
Huwezi peleka Mungu mahali anataka. Sasa Mungu anatoka juu. Mungu si wa kukaa area moja. Hata shetani si wa kukaa area moja. Aliulizwa umetoka wapi? Kuradarada duniani. Si wa kukaa mahali pamoja. Na ndio anaweza pitia area hii akuingie, apitie area nyingine apate mtu mwingine. Sisi ni magari na ni chombo kama vile glass. Sasa unaweza kunywa na hiyo glass maji, uoshe, iweke chang'aa ukunywe, ioshwe, uweke maziwa ukunywe. Unanielewa? Kwa hivyo unaweza igiwa na roho anytime kama kuna nafasi. Unanielewa? Sasa nini kitazuia uingiwe? Nini kitazuia uingiwe? Kile kitazuia uingiwe ni kufunga milango. Unanielewa? Kufunga milango. Mwanadamu ako na milango 7. Macho mawili, masikio mawili, mapua mawili na mdomo. Hiyo ni milango. Ukienda kotini wanakuuliza, watu waliokuwa huko Hague walikuwa anaambiwa aje, wewe ulikuweko? Hapana, sikukuwa. Ulikuwa wapi? Nairobi. Huku kwa Eldoret? Hapana. Huku kwa Band Forest? Hapana. Okay. Na ulikujaje hapa? Mimi niliona moshi ikichoma. Hebu nikuulize, unaweza ona moshi saa hii ukiwa hapa Nairobi? Si nikusema ulikuwa hapo. Nini imekuuza? Ni milango gani? Milango ya macho. Unanielewa? Shetani, unaona hata wakili, hata huyu magistrate anatumia kile uliona nacho. Hata wewe utashindwa sana, kwa sababu atakuuliza ulikuwa Nairobi hiyo siku, umesema hivyo, lakini uliona moshi. Distance ya Nairobi na Eldoret huwezi ona moshi. Unanielewa? Haya, mwingine anasema nilisikia harufu, lakini mimi sikuwa karibu. Nilikuwa nimeenda kutembelea watu wetu Nyahururu. Anaulizwa, na uko hapa kwa nini? Anasema nilisikia harufu ya moshi. Unanielewa? Harufu ya moshi unaweza sikia ukiwa mbali, hauwezi sikia ukiwa mbali. Mnanielewa? Kwa hivyo ni mlango gani shetani anaingililia? Mapua. Unanielewa? Haya, masikio, nilisikia duru. Na ulikuwa kwa? Hapana, nilikuwa Tanzania hiyo siku ya mavita. Na nilisikia duru, watu wakipiga duru mayoe. Unaweza sikia duru ukiwa Nairobi na mwingine na Tanzania na Kenya. Si unaona ulikuweko? Kwa hivyo hata shetani anataka usikie ya kwake, uongee ya kwake. Mnanielewa? Uongee ya kwake, usikie ya kwake, utazame ya kwake. Unanielewa? Kama saa hizi nyoka ni ya wapi? Ni ya ufalme mgani? Wa Mungu ama wa shetani? Unaona mshirika wako kanisani anaota na nyoka. Hebu nikuulize, unaweza ona nyoka ikiwa pande hiyo nyingine ya ukuta? Hii ukuta tu ama pande hii nyuma? Unaweza ona? Kwa hivyo uko wapi? Uko ufalme gani ndio uone vitu za ufalme? Shetani. Unaona uko kwa ufalme huo ndio unaona vitu za huko. So watu wengi wanaota ndoto. Hata kule gerezani anasema mimi nimeokoka lakini naota na nyoka hata ikaniuma. Hiyo direct ni kusema uko wapi? Hiyo ni kusema uko wapi? Si uko kwa shetani. Sasa huyu mtu anatembea huko na sisi, lakini roho yake ilitolewa ikaenda kwa shetani. Kwa hivyo wako hapa mwili, lakini roho iko wapi? Kwa shetani. Hebu tuone ukikibizwa, unakibizwa kwa watoto, unakibizwa kwa watoto, roho yako iko wapi? Sisi kwa shetani unakibizwa. Usikae. Ndiposa maofisi za watumishi wa Mungu zinafunguliwa mchana na usiku, ili uende useme leo nimeamuka na kitu kingine. Na ndio unaona mahospitali haifungwi. Hata Kenyatta hakuna siku utakuta. Hebu angalia Kenyatta, hainaga mlango. Sijui kama ushaiangalia Kenyatta hospital iko na mlango? Imefunguliwa throughout. Kama hospitali haijafungwa mlango na haina mlango, uchunguze hospitali zote hazinaga mlango. Hazina ni watchman kwa gate. Ni kusema ufalme wa shetani uko wazi kila saa, kwa sababu kuna emergency. Unanielewa? Ukiota tu na nyoka, kimbia kwa mtumishi wa Mungu. Mwambie tu nimeota na nyoka. Na hii nyoka ni ufalme wa shetani. Niliingiaje huko? Niliingiaje kwa shetani? Sababu mimi Sunday nilikuwa hapa kanisani nikiwaabudu. Mimi sijui kama ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ni siku gani nimeingia.
Unanielewa? Usiignore na wewe ulivurutwa. Unaweza kuja, kuna mwanamke alikuja akasema nikiguza Yesu vazi lake nitapona. What if Mungu atasema nikiguza mke wa pastor ataingia kule, nikimsalimia tu ataenda, atanifuata. Unaona kama wanaweza Yesu alisema nguvu zimenitoka. Si nikusema ya kwamba kuna mtu anaweza nena akiwa kwa nyumba akukute. Isaka akaambiwa ukienda mahali mto huko useme nataka maji, na unajua mwenye kusema ako kwa kitanda ni baba yake. Akachagulia Isaka mke, akarusha neno. Kuna watu urusha neno. Unaweza enda tu hapa soko kuuza, mtu aseme na akienda na hizo madizi hatauza. Unanielewa? Sasa makosa iko wapi? Makosa iko wewe huna maneno ya kinywa chako, unategemea maneno ya wachawi. Mnanielewa? Mnategemea, na wewe ni chombo, ni gari inabeba mtu. Unajua gari ikija, mlevi akija, sitamwambia sitambeba na ile gari, nitambeba. Sababu huangalii ndani, lakini ukijua ako na roho ya accident atakuangusha, hutafika. Sijui kama mnaelewa. Sasa tutafanyaje? Mimi niko hapa kuwafundisha, nikaribishe bradhangu. So ukiamka ni kutakasa zile vitu Mungu anataka umwabudu nazo. Natakasa akili zangu, Yesu alituachia dawa. Dawa ni damu ya Yesu. Natakasa akili zangu na damu ya Yesu. Natakasa roho yangu na damu ya Yesu. Natakasa hisia zangu na damu ya Yesu. Natakasa mwili wangu na damu ya Yesu. Kuliko hii mambo yote ya kuwaste time na bwanako anagojea umpikie chai. Siwe ufanye Naaman aliambiwa enda mto Jordan ujichoke. Kuliko kwenda kakota una waste time. Hasa mimi naombaga aje, Baba katika jina la Yesu Kristo. Mimi najua niko dunia ya dhambi na najua damu yako iko na jibu. Najichopia ndani ya damu ya Yesu Kristo mara ya kwanza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Najichopia ndani ya damu ya Yesu Kristo mara ya pili, mara ya saba. Nitafanya nini? Nitakuwa shetani ameshindwa kukaa kwangu. Si ndio? Kuliko kutumia natakasa kidole cha kwanza, kidole cha pili, kidole cha tatu, usiende unachoka. Usiende mpaka nikwambie. So unaona unajichofia. Sasa hawa ni watu wawili. Tunajichofia ndani ya damu ya Yesu Kristo. Hebu jichofie. Najichofia ndani ya damu ya Yesu Kristo mara ya kwanza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu mara ya pili. Najichofia. Hawa watu wawili imani ni same. Iko sawa? Imani ya mwingine ikai kama iko. Anaingia ndani ya maji na anatoka akicheka. Usiona hiyo? Anaingia ndani ya damu na anatoka akicheka. Imani ni kufanya mambo yako ni kama yako. Unanielewa? Kwa hivyo twende kiimani moja. Mpaka mtu muabukize imani. Tabia na mtu muabukize imani. Wacha nikwambie siri moja. Usipoabukiza mtu imani yako ya afya, huyu mtu mnatembea na yeye atakuigiza kwa WhatsApp group. Ukipata kapesa, WhatsApp group. Ukipata kapesa, WhatsApp group. Ukipata kapesa, nani mwenye hasara? Wewe una imani ya magonjwa ni mapepo. Huyu ako na imani ya magonjwa ni hospitali. Sasa wewe kuna siku utaigiza WhatsApp group. Kwa hivyo ni vizuri ujali jirani yako. Unanielewa? Tembea na mtu muabukize imani. Na ndio Morris Seruro anatuabukiza imani yake ya kwenda dunia yote. Unanielewa? Dunia yote, hebu shika dunia ya Mungu. Sema hii ni dunia nimeshika. Na kama hii ni dunia nimeshika, nachofya dunia ndani ya damu ya Yesu Kristo mara ya kwanza. Mara ya pili nachofya dunia ndani ya damu ya Yesu Kristo. Mara ya tatu nachofya dunia na nyoka zote na mapepo na roho za kuangaisha watu wa Mungu, viumbe za Mungu washindwe. Unaona unakuwa evangelism. Sababu unachofya dunia ndani ya damu ya Yesu. Unachofya dunia ndani ya damu ya Yesu. Mara ya saba dunia itakuwa safi. Morris Seruro ajali dunia. Jana umefanyio impartation. Si umepewa roho ya Morris Seruro? Si ulifanyia impartation? Hamkufanyiwa? Kwani nyinyi mang'aa aje? Jana hamkufanyia impartation, hamkufanyia roho ya Morris Seruro. Wewe nani hakuwa jana? Mkono juu. Nani alikuwa jana? Mwenye alikuwa jana?
Na hukuambiwa ati sasa unagawiwa roho na Mori Seruro. Hukuambiwa. Sasa wewe ukiona unajiombea, wewe una roho yake. Sababu roho ya Mori Seruro ni dunia, wao evangelism. So lazima uombee miti. Jifanye minister of environment the whole world. Vitu za dunia za biguni unajifanya minister of roads and transport. Inaitwa roads and transport. The whole world. Wewe sema natakasa dunia yote, barabara zote kwa damu ya Yesu. Hakuna ajali itathubutu. Unanielewa? Sasa badilisha roho yako, iache kuombea kiumbu tu. Kiumbu. Unanielewa? Tuanze kuombea dunia. Mito yote dunia, mwingine ajiweke kwa water department, ministry of water. Mito yote na maji yote watu wanakunywa na itakasa kwa damu ya Yesu. Si ndio? Unajua utalipwa Mungu Bwana anja na ujira mkononi kumlipa mtu kazi yake. Wewe kazi yako tu ni kuombea madizi. Hata madizi unauza hujaombea. Si unaona wewe si na unajua inaenda Nairobi. Unaona ni mbaya? Hii madizi nauza, naomba wakikula wenye wajaokoka waokoke kwa jina la Yesu. Unanielewa? Na itakasa kwa damu ya Yesu. Ujue watu wenye watakula wataanza kupona. Useme akikula hii apone. Si ndio? Lakini wewe ni kukata tu matunda na kupeleka pale kiumbu na kusema kumi, wengine wanauza, wewe unapitwa. Sababu haina kazi ya Mungu ndani. Unaona haina kazi ya Mungu ndani? Lazima uconnect biashara yako na Mungu. Unanielewa? Utauza, uuze. Sababu kila mtu analia biashara yangu, shamba yangu. Do you know kuna mtu anaweza kuja kwa shamba yako afanye kitu baya kwa hiyo shamba na isizae? Si ndio? Nani mwenye makosa? Si shamba ni yako. Wewe unajua tu kulima lakini hujui. Mimi nikilima sababu mimi ni mkulima. Na mwagaga anointing. Kona. Naweka barbed wire. Nachukua anointing naenda nikimwaga paka mwisho na kukodesha. Unaona nimemwaga anointing pande hii ni fence ya Mungu. Pande hii ni fence ya Mungu. Kwa sababu kuna maroho ziko hapo kwa sababu zinasema hii shamba haitamea kitu. Anika nguo za Bwana yako. Takasa kwa damu ya Yesu. Ujui mtu mwenye atakuja aibe nguo na nguo iko na roho. Mliona nguo ya Yesu venye iligawanywa. Mnanielewa? Nafikiri mnaelewa. Okay, leo usiku Mungu akubariki. God bless you. Leo usiku nilikuwa na ndoto. Na hiyo ndoto nilikuwa nayo. Niliambiwa nitangaze hiyo ndoto. Kwa hivyo si vizuri kusema ndoto lakini mimi natangaza hiyo ndoto. Unanielewa? Lakini niliambia brother yangu, he was the first one to tell. Sasa hiyo ndoto ilikuwa hivi. Kulikuwa watumishi wa Mungu wengi katika ulimwengu wa rohoni wamekaa. Wengi sana. Alafu hao watumishi wa Mungu walikuwa wengi. Na si Kenya, dunia yote. Nikaona mataifa zote zimeandikwa kwa anga. Alafu nikaona mtu mkubwa, naamini huyu ni kama Mungu ama sijui ni nani. Akatangaza akasema, ni wakati wa sacrifice. Ni wakati wa kutoa sacrifice. Nikashindwa. Mimi niliambiwa nitolee watoto wangu sacrifice. Kwani ni mimi naambiwa? Nikasikia hapana, hata kama mtu hana kitu, atoe tu kitu kidogo tu kwa yule mwenye roho. Unanielewa? Mwenye alikupea hiyo roho. Unaona kama sasa si uko na roho? Ulitoa wapi hiyo roho ya kupenda Mungu? Kwa Mungu. Ulitoa mwenye alikuhubiria akakuombea ukaokoka. Na mwenye alinihubiria nikaokoka aliitwa Bishop Jengo. Sasa Bishop Jengo ni mtu aliyepanda mbegu ndani ya huyu akiwa msichana ama ukiwa mama, akiwa msichana juu kama angekuwa mama bishop wake angekuwa huyu. Sasa unless nikauzi, unless nikichwa gumu. Sasa unaona alikuwa msichana akapandiwa mbegu. Sasa waliokupandia mbegu siku Mungu watetea. Unanielewa? Washindwa. Kwani mimi niliinua watu wengi.
huwa siwaoni, huwa sioni mtu ambaye nimemuinua. So huyo mtu akinugunika, ile roho Bishop Jengo alipanda inarudi, anabaki na imani bila mizizi, sababu aliyekuja alimwagilia maji. Apolo akapanda na Paulo akamwagilia maji, si ndio? Ama Paulo akapanda, Apolo akamwagilia maji. Unaona haitakuwa na mizizi. So usiku nilikuwa naelimishwa juu ya kurudisha shukrani. Unanielewa? Kurudisha